Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Geukia jirani yako, mshike mkono. Shika jirani yako mkono. Sijasema usalimiane, waza kusmile. Tumesema shika mkono. Mwambie jirani. Jirani. Huku sio hata kama uko na shamba. Kwa nini tukifika kwa shamba hamusemi? Haya, mshike vizuri. Tuseme jirani. Huku sio kwetu. Hata kama uko na shamba utaacha. Hata kama uko na watoto utaacha. Je, unaenda wapi? Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Nashukuru sana kuwa hapa siku ya leo, Sabato ya leo. Nilipopata mwaliko wa kuja hapa, karibu nikatae, niwaambie hapana kwa sababu ya kwenda kwingine. Lakini Mungu alikuwa na mpango ya kuwa niweze kuwa hapa. Oburu. Ni yeye huyu washiriki, ni yeye huyu. Aya, wasalimu. Happy day. Happy Sabbath. The last time I saw her, it was in 2007. I think so. It was 2007. Lakini Mungu ni mwaminifu, tumefika hapa Sabato ya leo. Tunamshukuru sana. Tumebarikiwa na nyimbo, lakini kwa sababu ya masaa ningependa tuweze kuomba, tuweze kuingia katika mahubiri ya siku ya leo. Tuamini tuombe. Uishie milele mtakatifu, twaja miguuni pako adhuhuri ya leo. Wewe uliye kuwepo, wewe uliye na utakaye kuwepo hata milele. Tunaliita na kulitangaza jina lako masaa haya katika kanisa hili. Ni ombi letu Mungu ya kuwa uweze kusikia dua zetu, uweze kuponya nafsi zetu na mioyo yetu iliyochakaa, uweze kuisafisha na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Tunapoingia katika kuumega mkate wa siku ya leo, tuomba Mungu uweze kuwa pamoja nasi, utuongoze, Roho wako aweze kuwa mwalimu, na utuhifadhi chini ya mbawa zako kuanzia sasa hata mwisho wa mahubiri ya siku ya leo. Ni ombi letu kupitia kwa Kristo aliye mwamba na mwombezi wetu. Tumesomewa fungu. Ni wangapi wananijua? Karibu ni sawa. Ni wangapi wameniona mahali? Kama umeniona mahali. Walioniona mahali ni vizuri, umeniona. Kwa hivyo nyinyi wengine hamjainua mkono, hata saizi hamunioni. Duncan, hujanimulika vizuri. Watu ni kama hawajaniona. Happy Sabbath. Hivyo ni vizuri kujuliana hali na kujuana tukio duniani, kwa sababu tutakapofika mbinguni tutakuwa majirani, tutakuwa tunatembeleana. Amina. Mimi mbinguni ninaenda. Mimi niko index 7. Kama uendi wewe baki. Mimi niko tayari. Mimi index 7 hiyo ni yangu, wewe chagua yako. 7, ukienda kila mahali ukipatana na watu waambie 7 ni ya Edward. Edward 7 mbinguni express. Kama uendi wewe baki. Amina. Tumesoma fungu kitabu cha Kutoka 15 mstari wa 1. Biblia ikasema hivi: ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ambapo Musa amewatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa, nchi ya Misri. Mungu amewaongoza walipofika katika bahari ya Shamu. Kando ni milima, mbele yao ni bahari ya Shamu, nyuma yao ni majeshi ya wana Misri wakiongozwa na Farao.
Walipomlilia Mungu, Mungu akatengeneza njia katikati ya bahari. Na alipotengeneza katikati ya bahari, wana wa Israeli wakapita katikati yao. Walipopita katikati yao, walipofika ng'ambo nyingine, wakasema ya kuwa tumeweza kuvuka. Mungu ametuwezesha, tumefika ng'ambo ya bahari. Amefanya njia pasipo njia. Amefanya njia katikati ya bahari. Hivyo wakasema ya kuwa nasi tutamuimbia Mungu wimbo huu. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tutamuimbia Mungu wimbo huu. Hivyo wakasema ya kuwa kwa sababu Mungu amewasaidia, kwa sababu Mungu amewavusha, wao sasa wako na sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sijui kwa sababu gani uko katika kwaya, sijui kwa nini sasa wacha niwashe zikiwa mbili. Moja ikataa nachukua nyingine, si ndio? Happy Sabbath. Nauliza ya kuwa sijui kwa nini wewe unaimba. Sijui kwa nini wewe uko katika kwaya ambayo unaimba. Sijui unaimba ili watu wakuone. Sijui unaimba ili uweze kwenda safari na kwaya ikienda safari. Lakini Musa na wana wa Israeli waliweza kumuimbia Mungu kwa sababu walijua kwa nini Mungu anaweza kuimbiwa. Fungu la pili linasema ya kuwa Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Hivyo Musa na wana wa Israeli walikuwa na sababu tosha ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Wao walikuwa na sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwaya nyingi siku ya leo wanamtukuza Mungu kwa nyimbo. Lakini nyimbo hizo, je, uko na uhakika unapoimba hapa duniani mbinguni kunaimbwa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi ninaposoma leo nabii nasema ya kuwa unaposoma kitabu kinaitwa Messages to Young People, ukurasa wa 294 na 295, inazungumzia kuhusu muziki. Inasema ya kuwa watu wanapokusanyika pamoja, malaika wa Mungu huja na kukaa pamoja. Lakini nyimbo ambazo wanaimba zitafanya malaika wakae ama watoke. Bwana Yesu asifiwe. Je, katika uimbaji wako nyimbo zako zinamtukuza Mungu ama nyimbo zako zinawafukuza malaika katika kanisa? Mara nyingi tumeenda katika kanisa kuimba. Kama wewe ni mwanakwaya umeimba na watu wanaimba vizuri, alafu baada ya hapo watu wanasema kwa congregation, wanasema another one. Kweli ama si kweli, watu wa Mungu? Wimbo mwingine. Swali, roho unabii nasema ya kuwa wimbo ni maombi. Wewe kwa sababu nimeomba maombi hapa. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Kwa sababu nimeimba wimbo hapa, kuna mtu hapo umesikia jirani yako amesema maombi ingine, another one. Iko. Happy Sabbath. Kuna another one imesemwa, lakini kwaya ikiimba unasikia? Hiyo ni kumaanisha nini? Kuna kasoro mahali. Happy Sabbath. Kuna kasoro, na hiyo kasoro hailetwi na Mungu, kasoro inaletwa na sisi wenyewe. Kitabu cha Hesabu 21. Hesabu 21 mstari ni wa 17. 21 mstari wa 17, Biblia inasema hivi: ndipo Israeli wakaimba wimbo huu, bubujika kiimbieni. Kisima walichokichimba wakuu, ambacho wakuu wa watu wakakikufua, na kwa fimbo za enzi, kwa fimbo zao kutoka lile jangwa wakaenda matana. Unagundua ya kuwa wana wa Israeli katika harakati zao za kwenda katika nchi yao ya ahadi, ambao ni nchi ya Kanani, wao wanapoamua kuimba wimbo, wanaimba wimbo kwa sababu wana sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
wana sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, na sababu hiyo ni kwa sababu Mungu amefanya jambo ambalo mwanadamu hangeweza kulifanya. Mara ya kwanza walipovuka bahari ya Shamu, Mungu alipowavusha waliimba wimbo. Pia Miriamu katika 15, 20 na 21 kitabu cha Kutoka, Miriamu pia anachukua wanawake wenzake na wanakusanyika mahali wanamuimbia Mungu kwa sababu ya ukuu wake. Wanapofika Mara, mahali ambapo hakuna maji, mahali ambapo maji ni machungu, Mungu wanapofanya maji hayo kuwa matamu na waweze kunyweka, wanamtukuza Mungu na kusema hakika huyu ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema hakika huyu ndiye Mungu ambaye tunafaa kumtukuza. Na mara nyingi katika historia ya Biblia, unapoangalia wana wa Israeli wanapomtukuza Mungu, wanapeleleza, wanaangalia huyu Mungu ni nani, kwa nini tumuimbie. Mara nyingi katika uimbaji wetu siku hizi, wengi wanaimba ili waweze kupata fedha. Wengine wanaimba ili ikifika wakati wa makambi waweze kuitwa katika makambi waende kupikiwa na kukula. Bwana Yesu asifiwe. Si ni ukweli? Lakini leo hii nataka ukuwe na mtazamo tofauti katika uimbaji. Leo tunapoimba sifu Mungu wa neema. Tunapoimba, kwa nini unaimba? Wengine tunaimba kwa sababu tumezoea, ni wakati wa kuimba. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitu moja niligundua kuhusu hii congregation singing yenu. Chorister wenu anaimba nyimbo zote zinaimbwa the same. Bwana Yesu asifiwe. Nyimbo zote zinaimbwa sijui atakapokuja mchana. Hivyo ndio mnaimba. Na mbinguni hakuna kuimba hivyo. Kama rihaso yenyu ni hivyo, wewe uendi. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kama uwezi imba vizuri hapa mbinguni, utapatikana huko keyboard, ukienda kuangalia upatikane uyuko, ambie urudi, ufanye rihaso. Na rihaso utakuwa umefukuzwa. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Haya, nataka sasa tuimbe vizuri. Tujaribu hiyo wimbo kwa sababu sijui atakapokuja. Tuimbe. Sijui atakapokuja mchana au usiku, ya alasiri pengine ni alfajiri, hutwambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, ili ajapo atukute tuwe tukimgoja yeye, twakesha twamgoja. Amina. Unapoimba hivyo unasikia ni kana kwamba umesonga karibu na nani. Lakini ukituimbia venye umechoka, baka wengine venye umelima wiki mzima umechoka, alafu tunakuja chorister anachagua wimbo, umechokaje, umesumbuka. Kwa sababu umechoka, na wewe unaenda tu, mwambie Yesu. Na yeye kwa sababu pia alichoka, mnaimba waliochoka. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Geukia jirani yako, mwambie ukichoka uendi. Ukichoka uendi. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wewe unamtukuza Mwenyezi Mungu? Kwa nini wewe unafungua kinywa kuimba hata nyimbo za Kristo?
Je, unamwimbia Mungu wimbo ama ni kelele? Bwana Yesu asifiwe. Unajua ninaposoma leo unabii inaniambia kuwa kuna wakati ambapo wanadamu wanapoimba Mungu anafunga masikio. Anafunga masikio. Anasema hiyo niondoleeni hiyo kelele ya nini? Ya nyimbo zenu. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Sijui ni mara ngapi umeimba kelele. Happy Sabbath. Sijui ni mara ngapi umeimba kelele. Lakini na sijui ni mara ngapi umeimba nyimbo. Na sisi tunasema na siku ya leo ya kuwa jifunze kuimba wimbo, acha kupigia Mungu nini? Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ezra 3 mstari wa 11. Ezra ni 3 mstari wa 11. Ni wakati ambapo wana wa Israeli wamefika na wameamua kujenga kanisa ambalo lilikuwa limeharibiwa. Wameamua kujenga hata kuta za Yerusalemu ambazo zilikuwa zimebomolewa katika vita. Lakini inapofika 3 mstari wa Ezra 3:11 inasema, Biblia inasema hivi: wakaimbiana wakimuhimidi Bwana na kumshukuru, wakasema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake kwa Israeli ni za milele. Kisha watu wote wakapaza sauti zao na kupiga kelele walipomuhimidi nani? Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Walipomuhimidi nani? Walipomuhimidi Bwana, kwa sababu msingi wa nyumba ya Bwana umekwisha kuwekwa. 12. Bali makuhani wengi na Walawi na wakuu wa mbari za mababa waliokuwa wameiona nyumba ya kwanza, wakati msingi wa nyumba hii ulipowekwa mbele ya macho yao, walilia kwa sauti kuu, na watu wengi walipiga kelele za furaha. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma Ezra 3:11 na 12 unagundua kuna vikundi mara mbili. Kuna vikundi vya watu walioona kanisa la Israeli, kanisa la Yerusalemu katika utukufu wake wa kwanza lililojengwa na Suleimani. Waliliona. Na kuna watu ambao ni vijana ambao hawakuiona kanisa ile ya kwanza. Wanafurahia kwa sababu msingi umewekwa nini? Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Wanafurahia kwa sababu wanajenga nini? Kanisa. Wakaimba nyimbo wakimshukuru na kumtukuza nani? Bwana. Lakini kuna jambo moja lililofanyika. Walipokuwa wakiimba na kushangilia, wazee walioona nyumba katika utukufu wa kwanza, badala ya kushangilia walilia. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyimbo ambazo wazee wengine wakisikiza hapa wanasema, hiyo ni kanisa yetu ama si kanisa? Happy Sabbath. Unajua kitambo tulipokuwa tunakuwa, tulikuwa tunasikiza nyimbo kama kwaya ilikuwa inaimba, mfalme aliota ndoto yenye sanamu. Elda, hawa walikuja kanisa dini? Leo falme zote zitaanguka, wanaojua siri hii wameweka tumaini. Sikiza Yeremia, Mungu ndiye asema, nyumbani mwa mfalme. Safari ya wana Israeli, Farao kauliza, mnakwenda na nani? Je, wewe? Nyimbo zilipoimbwa ulikuwa unasikia, hata wewe unaulizwa, wewe ndugu unaenda na unasikia, sikiza Yeremia, teremuka kwa mfinyanzi. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa kwa Biblia ama iko kwa Biblia? Lakini siku hizi nyimbo zimewekwa. Wacha nisitumie kwa yenu kama example.
msikosa kuniita siku nyingine kuja kuhubiri. Amina. Lakini kuna nyimbo ambazo unajua kitambo nyimbo zetu hazingekuwa. Yesu asifiwe. Kwa sababu ameitoa wapi? Wapi? Kwa baa. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Je, tunapoimba ni kelele ama ni nyimbo? Wana wa Israeli walilia, wengine wakapiga nini? Wengine wakapiga kelele. Lakini Biblia inasema hivi. Roho unabii, Biblia inasema hivi. Nataka tusome mafungu mawili kisha tumalize. Kitabu cha Amosi 5. Amosi 5:23. Amosi 5:23. Geukia jirani yako uone kama alibeba Biblia. Unajua anaweza kuwa ameweka kijiko kwa mfuko kwa sababu na leo najua ni kukula. Bwana Yesu asifiwe. Geukia jirani yako, hakikisha ako na nini? Na Biblia. Amosi ni 5:23. Biblia inasema hivi. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Niondoleeni kelele za nyimbo, kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Hivyo ni kumaanisha ya kuwa kuna nyimbo ambazo zinampa Mungu sifa na utukufu. Na katika uimbaji kwetu pia kuna nyimbo ambazo kwa Mungu ni nini? Za upuzi. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Unajua mtu akikuita wewe ni mpuzi sana, ni kumaanisha wewe ni mjinga wa mwisho. Mjinga wa mwisho. Lakini Biblia inasema ya kuwa wewe, nyinyi mnaoimba nyimbo za nini? Za upuzi, pamoja na sauti za vinanda na kujifanyizia vinanda vya namna nyingi kama vile Daudi. Kwa hivyo kuna sisi ambao tunaimba nyimbo za nini? Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Mbona hamtaki kuongea? Kuna sisi ambao tunaimba nyimbo za nini? Za upuzi. Lakini Mungu anatuita siku ya leo. Mungu anatuita siku ya leo tuweze kugundua yeye ni nani katika nafasi ya maisha yetu. Na tutakapogundua yeye ni nani katika nafasi ya maisha yetu, kuanzia hapo kwenda mbele tutamwimbia Mungu nyimbo za sifa na sio kelele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitabu kinaitwa Upward Look, ukurasa wa 170 paragraph 2. Inasema a life of monotony is not the most conducive to spiritual growth. Monotony. Unajua, wacha nimalize nikisema hivi. Kwa sababu leo ni siku ya kuimba, unajua hatufai kuhubiri sana. Kuna kama ni kwaya, kuna mwimbaji wa kwaya. Hapana, tuache kumuita mwimbaji wa kwaya. Kuna director wa kwaya. Nani anaimbisha kwaya? Kwa yenu ni nani anaimbisha? Kwa yenu ni chorister. Hiyo kanisa hiyo kwaya imeanguka. Chorister ni wa kanisa. Charles, nani anaimbisha kwa yenu? Kwaya trainer, mwalimu wa sio mnaanguka mtiani. Kwaya wa nini? Kwa nini mwalimu wa nini? Mwalimu wa kwaya. Kuna mwalimu wa kwaya anapoangalia watu wenye wamekuja pale mbele kusimama, anawaangalia alafu anaona wewe na wewe na wewe na wewe na wewe na wewe hamukukuja mazoezi. Analeta wimbo ambayo hamujui kabisa. Wenye wanajua ni wenye walikuwa training pekee. Mnakula mdomo. Si hata hiyo nyumba hiyo na kanisa yenu watu wakifanyia hivyo. Wanakula mdomo. Sister White anasema unapochagua wimbo watu waimbe, chagua wimbo ambao kila mtu anajua. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna choristers wengine ambao wakikuja hapa, alienda mahali kutembea akajifunza ka wimbo, anakuja ndiye anachagua, anasema tuchague wimbo number 184. Alafu anauliza ni nani anajua? Hamjui? Ni sawa, tuimbeni basi. Tuimbeni basi. Anaanza. Si vitu vyote ni sawa. Anasema amuimbi. Hiyo inaitwa a life of monotony. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na pia kuna chorister mwingine anaposimama, unajua akisimama anaanza na wimbo 35. Nimekombolewa na Yesu. Kwa hivyo hata watu hawakuhitaji jina yako. Wacha nikuambie chorister siku ya leo. Watu hawakuhitaji jina yako, wanakuitaga nimekombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuanzia leo kwenda mbele, kwaya ambazo ziko hapa, tuache
kutumbuiza watu, lakini tumuimbie Mungu kwa kicho na kwa heshima zote. Tuache kupiga kelele, lakini tumsifu Mungu kwa njia ambayo inafaa, ili usikose kwenda mbinguni kwa sababu uliamua kwenda katika kwaya fulani. Mungu wa mbinguni na wabariki. Tusimame tuombe. Tunaomba. Uishie milele mtakatifu, twaje mbinguni pako. Asante kwa sababu umetufunza jinsi ambavyo tunafaa kukusifu. Tuweze kukusifu, tuweze kuimba nyimbo za sifa kuja kwako, kwa sababu wewe ni mkuu, wewe ni muumbaji, na wewe ulikuwepo, upo na utakuwepo hata milele. Baba, wote ambao wako hapa, tunaomba ya kuwa utufunze tuweze kuimba, tuache kupiga kelele kuja kwako, ili utakapokuja na ufalme wako tuseme hakika huyu ndiye Mungu tuliyekuwa tukimungoja atupeleke nyumbani tuweze kupumzika. Tembea na kila mmoja wetu kupitia kwa Kristo tumema na takuamini. Mungu wa mbinguni awabariki.